Jihadhari na mafundisho ya Yezebeli. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ule mstari wa 18. Nasema kwamba mstari ule wa 19, najua matendo yako na upendo wako. Nasema najua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako. Tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Mstari wa 20 anasema, lakini nina neno juu yako ya kwamba wamvizia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Yesu Kristo wa Nazareti, maneno yake anasema kwamba katika kanisa hili la Tiatira, naliambia kwamba najua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini anasema nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Huyu mwanamke Yezebeli. Kwa hiyo kanisa hili lilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa linaenda katika njia ya kimungu, lilikuwa linaenda katika njia ya imani. Matendo yake na upendo wake, anasema kwamba matendo yake na imani na huduma na subira yalikuwa ni matendo ambayo limezidi yale ya kwanza. Maana ni kanisa ambalo lilikuwa linaendelea kustawi, linaendelea katika njia ya kimungu. Lakini walikuwa wameridhia huyu mwanamke ambaye anaitwa Yezebeli. Huyu mwanamke ambaye anaitwa Yezebeli. Na kazi ya huyu mwanamke alikuwa ni nabii wa uongo. Alikuwa ni nabii ambaye alikuwa wanafundisha nini? Mafundisho yake alikuwa ni mafundisho ya kuwafanya watu wazini, wanakula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo hapa Kristo anasema, lakini na neno juu yako ya kwamba wamridhia huyu mwanamke Yezebeli ambaye anajiita nabii na kuwafundisha watumishi wangu wazini. Kwa hiyo leo ujumbe unasema jihadhari na mafundisho ya Yezebeli. Kwanza tufahamu Yezebeli nani? Yezebeli katika Agano la Kale ni mwanamke ambaye anatoka katika taifa linalojulikana kama Lebanon, kule Sidoni wa Lebanon. Ni mwanamke ambaye alitoka huko, ambaye ni mfalme yule ambaye alikuwa anaitwa mfalme Ahabu, ambaye alikuwa anatawala katika taifa la Israeli. Alienda akamuoa huyu mwanamke huko. Mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke wa kimataifa, na huyu mwanamke alipokuja akaingia katika taifa la Israeli takatifu, akaingia na miungu ambayo ametoka nayo huko Lebanon, huko katika nchi yao. Akaja akaingiza miungu ya kipagani, akaja akaingiza katika taifa takatifu la Mungu, na ikawafanya watu wa Mungu, taifa la Mungu liharibike, na taifa likaharibika sana, taifa likachafuka sana kwa sababu ya huyu mwanamke, kiasi kwamba ilifika kipindi ambapo Mungu alimuinua mtumishi wake nabii Elia, ambaye alikuja kupambana na huyu mwanamke. Akapambana na huyu mwanamke kwa nguvu sana, lakini baadaye tunaona kwamba wale manabii wote wa Baali ambao huyu mwanamke alikuwa amekuja nao katika taifa la Israeli, Elia alikuja kuangamiza wote, lakini Elia mwenyewe alikuja kukimbia baada ya huyu mwanamke kumtishia. Alikuja kumkimbia, lakini Mungu alikuja kumuinua mtumishi wake mwingine ambaye anaitwa Yehu, ambaye huyu alikuja kumuondoa huyu mwanamke. Kwa hiyo akaja akamuondoa, na mpaka sasa hivi leo Yezebeli hayupo. Lakini hapa katika Ufunuo Yesu Kristo anakuja kurejea kwamba huyu Yezebeli yupo na anaendelea kulifundisha kanisa lake wazini kama vile Yezebeli alivyokuwa. Yezebeli wa kwanza alikuwa anawafanya watu wa Mungu wazini. Ulikuwa ni usinzi wa kiroho, kwamba watu wanaacha sheria za Mungu, wanaenda kuabudu miungu. Huo ndio ulikuwa ni usinzi. Na hapa bado Yezebeli anakuja kurejewa. Sasa huyu Yezebeli ambaye anarejewa sio yule ambaye alikuwa kule, kwa sababu yule alikufa na akaenda kuzimu. Lakini sasa Yezebeli ambaye yupo mpaka leo hii ni Yezebeli. Tunazungumzia ile roho iliyokuwa ndani ya Yezebeli, ile roho ya kishetani ambayo ilikuwa ndani ya Yezebeli, ambayo kazi yake ilikuwa inawafanya watu wazini na kula vyakula na kula vyakula ambavyo vinatolewa sadaka. Manake ni roho iliyokuwa ndani ya Yezebeli ndio ambayo inatenda kazi katika siku hizi, katika kanisa la siku hizi. Roho ya Yezebeli. Na huyu Yezebeli ana mafundisho. Hii roho ya Yezebeli inafundisha nini? Inafundisha watu wazini. Inafundisha watu wazini. Kabla nisome kitabu cha Wafalme, waraka wa pili wa Wafalme, nisome sura ya 9 mstari wa 22. Unasema, ikawa Yoramu alipomuona Yehu akasema, je, ni amani Yehu?
Akajibu, amani gani maadamu usinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi? Kwa anasema ni amani gani maadamu usinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi. Kwa alikuwa ni mwanamke msinzi, lakini pia sio msinzi tu, na alikuwa pia ni mchawi. Na huyu mwanamke alikuwa ni msinzi lakini ni mchawi. Na ukisogea ile sura ya 30, ule mstari wa 30 anasema, hata Yehu alipofika Yezebeli akapata habari, akatia wanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Unaona, kwa hiyo Yezebeli, kutokana na usinzi uliokuwa ndani yake, ule ukahaba, alikuwa anatumia mapambo kupamba mwili wake kwa ajili ya kufanya kazi yake. Kwa hiyo alipomwona Yehu akaenda kuchungulia dirishani, akapamba kichwa chake, akapamba na kupamba na uso wake, ili aweze kumfutia Yehu wakapate kuzini. Na mpaka leo roho ya Yezebeli inatenda kazi sana katika siku hizi. Watu wanapamba kwa kupitia mapambo, na anafundisha watu wazini. Wanafundishaje wazini? Anasema kwamba Mungu anaangalia mwili, angalia roho. Hayo ni mafundisho ya Yezebeli. Mafundisho ambayo anafanya watu waweke miili yao jinsi wanavyotaka, wavae vile wanavyotaka, wapambe vile miili yao wanavyotaka. Huko kote ni mafundisho. Hayo yote ni mafundisho ya nani? Mafundisho ya Yezebeli. Hayo ni mafundisho ya Yezebeli. Kwa hiyo utakuta leo wanawake wanavaa vimini, nguo za kubana, wanavaa suruali, wanapamba miili yao, wanaweka lipstick, makeups, mahereni katika masikio yao, wanatoboa paka pua zao, paka ulimi, wanaweka kichwa wamepamba kama vile Yezebeli alivyokuwa anapamba, ameweka mawigi, amesuka, ameweka misuko ya kila namna, kucha zake ameweka rangi, uso wake ameharibu. Yaani manake ameweka mwili wake kama vile tu wale kama kahaba, tuseme hivyo, kama kahaba. Kwa hiyo ni nani? Roho ya Yezebeli inatenda kazi ndani ya huyu mtu na ndani ya kanisa la siku hizi. Kwa hiyo kanisa la siku hizi limechafuka kwa sababu ya mafundisho ya Yezebeli. Kwa hiyo jihadhari, jumbe unasema jihadhari na mafundisho ya Yezebeli. Jihadhari na mafundisho ya Yezebeli. Kama unataka kweli kwenda kumwona Mungu, toka katika mafundisho ya Yezebeli. Hayo mafundisho ambayo yanakupeleka kuzimu. Hayo mafundisho ambayo anakuambia Mungu angalie mwili, anaangalia roho tu. Hayo ni mafundisho ya Yezebeli ambayo yanakufanya uendelee kuzini na uendelee kuabudu sanamu. Kwa hiyo toka huko, amua leo kuingia katika Ukristo wa kweli. Ukristo wa kweli ni ule ambao unafundishwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakufundisha nini? Roho Mtakatifu anakufundisha kuishi maisha ya utakatifu. Kama vile jina lake lilivyo, ni Roho Mtakatifu, na anakufundisha uishi maisha ya utakatifu ili uweze kwenda kumuona Mungu, kwa sababu pasipo utakatifu hakuna aweze kwenda kumuona Mungu. Kwa leo toka, hebu angalia mwili wako umewekaje? Umeweka mapambo gani katika mwili wako? Mapambo yote ambayo umeweka katika mwili wako, uvaaji wako, angalia ni uvaaji aina gani. Kupitia tu muonekano wako unajua kwamba kuna roho ipo ndani yako, na hiyo sio roho nyingine, ni roho ya Yezebeli. Kwa hiyo kimbia roho ya Yezebeli. Acha hayo mambo yote, mwachie mafundisho ya kuzimu ya Yezebeli. Ondoka katika hayo mafundisho, kwa miguu yako, kimbia mwenyewe. Usiangalie kwamba kanisa letu tunasema hivi, dhehebu letu inasema hivi, mchungaji wetu anahubiri hivi. Usiangalie mtu yote, kwa sababu huyu Yezebeli ana watumishi wake ambao anawatumia kuwafanya watu waendelee kula vyakula vilivyotolewa sadaka. Vyakula vilivyotolewa sadaka ni mafundisho ya Yezebeli. Mafundisho ambayo anafanya watu wazini. Kwa hiyo jihadhari na roho ya Yezebeli. Hizi ni siku za mwisho na Kristo amekaribia kurudi, na Mungu atusaidie. Shalom.